ukifanya mapenzi na mwenza wako, hatima ya ndoa inabadilika. Kwa nini alale na wewe, afanye mapenzi na wewe, alafu akaoe mwanamke mwingine au akaoane na mwanaume mwingine? Kwa nini? Itabidi unisikilize kwa makini sana ili uache kulalamika ovyo akikukuta. Mimi hapa nasoma kitabu kinaitwa Miundombinu ya Ndoa, kimeandikwa na J.R. Dossey mwaka 2011. Kinisikiza vizuri itakusaidia sana. Ni kwamba Dossey anatuambia kwamba kuna viini vitatu vya ndoa. Kiini cha kwanza ni upendo, watu wanapendana kwanza. Kiini cha pili ni kufunga ndoa. Kiini cha tatu ni tendo la ndoa. Sasa watu wakishapendana, wengi wanakimbia hiki cha pili cha kufunga ndoa, wanakimbilia kile cha tendo la ndoa. Na ndio maana inakuwa ni ngumu sana ukishakimbia cha pili kukirudia tena, kwa sababu tayari utakuwa umekivuka. Yaani sawa kwamba umevuka kitu alafu unataka kukichukue kwa nyuma, kitu ambacho kisikani. Kwa ili kuwe na ndoa, ina maana lazima mpendane, mfunge ndoa, mfanye tendo. Mkiruka kile cha katikati, mkakimbilia cha tendo la ndoa, kurudi tena kwenye kufunga ndoa inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana. Dossey anatuambia kwamba wanaume na mwanamke wakishakutana, kuna vitu kidogo vinabadilika, hasa katika swala la ndoa. Kabla hawajakutana, wote kwa pamoja wanakuwa kama wameungana, akili zao psychology wanaamini kwamba ndoa ipo. Lakini wakishakutana kimwili, hatima inabadilika. Huyu anaamini ndoa ipo na yule mwingine anaweza kawa haamini kwamba ndoa ipo. Ni mara chache sana wote kuamini kitu kimoja. Sasa hii ni psychology ndogo tu, ni kwamba mwanadamu anakuwa na hamu zaidi na kile kitu asichokiona na asichokijua. Kwa mfano mtu akaja mbele yako akwambia, hapo uliposimama kuna hatari, hebu kimbia. Kabla hujakimbia, psychology kitu cha kwanza utakachoanza kufanya ni kuhangaika uone ile hatari ni ya nini. Wakati amekwambia kimbia, kuna hatari. Kwa hiyo ndio psychology ya mwanadamu, kwamba kabla watu hawajakutana kimwili, wanakuwa na hamu zaidi na kile kitu cha tatu, kwamba nione haraka na mwenzangu nikutane na kile kitu cha tatu ambacho ni tendo la ndoa na maisha ya ndoa. Sasa mkishavuka kile kipengele cha pili, mkakimbilia kwenye tendo la ndoa, sasa tayari unakuwa tayari umeshakiona. Kwa hiyo unaamua machagulio tena haliwi moja tena la kwamba tuoane, yanakuwa mawili, nioe au nisioe. Why? Kwa sababu ushaona tayari kitu ambacho ndicho kiwa kinakupa hamu zaidi kwa mwenza wako. Sasa Dossey anatufundisha kitu fulani. Haya sio maneno yangu, ni maneno ya mwandishi. Mimi kazi yangu ni mwalimu, ni kufundisha. Hata kama na mimi ananikuta au yanikuti, lakini mimi kazi yangu ni kufundisha. Sasa Dossey anatuambia kwamba saizi generation ya sasa, watu wengi sana hawaifikii katika hatima ya ndoa, kwa sababu tayari ni kitu ambacho wanakuwa wamekiruka. Kwa hiyo ukitaka ndoa yako idumu, uwe na uhakika zaidi na ndoa, usiruke stage hata moja kati ya hizi tatu. Kuwa mstaarabu, linda sonya yako. Sasa utaniambia kwenye comment hapo kwamba wewe tayari umeshapita huko au tayari umeshavuka au tayari umeshaishi maisha ya ndoa hata kabla ya ndoa, au ikoje, au kuna mwenzako yote unaweza kumsimulia, unaweza kuniambia pia kwenye comment. Langu jina Shanel Issa, Shanel Asumisi, mwalimu. Amini unaweza na utaweza.